voice of the Father here on earth. Yes, ni asubuhi njema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye utukufu, asubuhi iliyojawa na neema ya Mungu Baba, sawa na vile mtumishi wa Mungu Daudi anavyosema kwamba hakika wema na fadhili zako zinanifuata siku zote za maisha yangu, nami ninakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Uko pamoja nami mtangazaji wako Julius Eli Mwita. Kipindi ni utukufu wa wokovu wetu. Yes, tunafahamu kwamba mtumishi wa Mungu Robert Magdadi anaendelea na series yake ya utukufu wa wokovu wetu, kipindi kinachokujia katika jukwaa la Instagram kila siku ya Jumatatu saa 6 kamili mchana. Na katika jukwaa hili mtumishi wa Mungu aliendelea kuchukua shuhuda za wana wa Mungu, namna ambavyo walipokea neema ya wokovu, na kupitia majibu yao ameendelea kufunua baadhi ya majibu pia sahihi na kufunua ufahamu sahihi kuhusiana na wokovu. Moja ya ushuhuda wa mwana wa Mungu aliwahi kushuhudia kwamba hapo kabla alijua kuwa hakuna kuokoka duniani bali kuna kuongoka duniani. Kwa kupitia kauli hii mtumishi wa Mungu ameendelea kuifunua na kuzungumza kwamba unaposema kuwa hakuna kuokoka duniani au hakuna wokovu duniani, maana yake unaijua? Yes, ngoja nikupe maana zake hapa hivi. Maana ya kwanza alisema tunaposema kuwa hakuna wokovu duniani, maana yake unamfanya au unamwita Mungu kuwa muongo. Maana ya pili alizungumza akisema kuwa tunaposema hakuna kuokoka duniani au hakuna wokovu, maana yake unasema kuwa dhambi haikuwepo duniani. Hivyo Mungu hakuja duniani kwa umbo la kibinadamu. Maana Mungu alikuja duniani kupitia mwili wa Yesu ili atukomboe wanadamu wote na dhambi ya Adamu wa kwanza ambayo ilitufanya wanadamu wote duniani tuwe dhambi. Ila kupitia kumwamini Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, dhambi haipo kwetu. Jambo la tatu aliendelea kuzungumza, unaposema kuwa hakuna wokovu duniani, maana yake unakataa kuwa Yesu na kazi yake kamilifu ya msalabani hakuna kitu, na kusherehekea Pasaka au Christmas ni shughuli za kidini tu, hazina maana. Yaani unapoteza muda wako kama tu ambavyo unasherehekea siku yako ya kuzaliwa. 4, unaposema kuwa hakuna wokovu duniani au hakuna kuokoka duniani, maana yake unasema wewe ni mpinga Kristo mwenyewe. Kali. Yes, alifunga kwa waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 22 ambayo inazungumza na kusema, ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Kula chuma hicho. Yes, kupitia pia masomo haya ya utukufu wa wokovu wetu wameendelea kutangaza, wana tangazo lao kubwa la Join This Chariot kupitia jarida la Sonship Spirit, jarida ambalo wana wa Mungu wamekuwa wakilitumia kama sehemu ya uinjilishaji wa habari njema ya ufalme wa Mungu. Ndio maana kwenye kampeni hii ya Join This Chariot, lugha yao kuu au ujumbe wao mkuu ni peleka injili ya ufalme wa Mungu vyuoni. Pia kwenye jarida hili la Join This Chariot wanao ujumbe mwingine kupitia jarida hili la Sonship Spirit, ambalo ujumbe mkuu ni kwamba you can be a champion at your own age, au wenye maono ushaelekewa. Yes, Join This Chariot wanasema 10,000 yako tu inatosha kupeleka injili ya ufalme vyuoni. Penzi msikilizaji, nipende kukutakia wiki njema, wiki yenye baraka, wiki yenye utukufu, wiki yenye utajiri wa neema nyingi ya Mungu Baba. Ulikuwa pamoja nami Julius Eli Mwita. Shalom.